Maandiko inasema jilideni, kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Yesu amesema jilideni, ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Kwa hivyo kujilida kuna maana gani? Ndugu yako akikosea na ukimuonya akitubu, fanya nini? Msamehe. Mstari wa 4 inasema, na kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Nazungumzia msamaha kati ya mtu na mwenzake. Kuna kusamehewa wewe na Mungu, na kuna kusamehe yule amekukosea. Hapa ndio watu wengi wanasanganyikiwa. Ninaposema umesamehewa milele, unaanza kuona makosa yale ambayo unakosea wengine. Yesu alielewa jambo hilo na akafundisha. Alifundisha kwa sababu gani? Alifundisha kwa sababu moja, alijua mimi na wewe tutakosana. Tukikosana mimi na wewe, niende kwa nani? Niende kwa Mungu ama niende kwa yule nimemkosea? Hapo ndio Wakristo wamesanganyikiwa, na kusanganyikiwa ni kusanganya. Wakati unaposanganya kati ya wewe na Mungu na kati yangu na wewe, hapo umesanganyikiwa. Ili tuweze kupata msamaha kati ya sisi na Mungu, hatuendi kwa Mungu kuomba msamaha. No. Hatuendi kuomba Mungu msamaha. Kwa sababu gani hatuendi kwa Mungu kuomba msamaha? Yohana 9 mstari wa 31 inasema, tunajua ya kuwa Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Nikiwa na dhambi Mungu hawezi kunisikia. Na Mungu alielewa Mungu vile anajua, na vile Mungu yeye anasema hawezi sikiza maombi ya mwenye dhambi, na hana ushirika na mwenye dhambi. Kati ya Mungu na mwanadamu kuna ufa mkubwa. Mwanadamu hawezi wasiliana na Mungu, na huyo mwanadamu hawezi wasiliana na Mungu. Kuna wengine wana mawazo na njia nyingine tofauti. Wanafikiria maombi, wakiomba na kulia na kutubu dhambi zao, Mungu atawasikia. Njia hiyo si njia ya Mungu kukuondoa dhambi zako. Njia ya kuomba msamaha si njia ya kuondoa dhambi zako. Hapana. Na ndio kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2 inasema, maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake, asiwaone hata hataki kusikia. Kwa hivyo kati yetu na Mungu kuna dhambi na kuna maovu. Biblia imetaja mambo mawili, dhambi na maovu. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake, asiwaone hata hataki kusikia. Hataki kufanya nini? Kumaanisha hataki kusikia maombi yako. Watu wengi wanategemea matendo yao ili wasimame mbele ya Mungu. Na wanapotumia matendo yao kusimama mbele ya Mungu, Mungu akiona matendo yao atasema namna gani? Tuangalie Isaya 64:6. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa najisi. Sisi sote tunyauka kama jani, na maovu yetu atuondoa kama upepo uondoavyo. Tunaposimama mbele ya Mungu na matendo yetu, tunaposimama mbele ya Mungu na juhudi yetu, Mungu akiangalia hiyo juhudi yetu na matendo yetu, anaona kama nguo iliyotiwa unajisi. Pia kuna matendo, kuna kasi ya mwanadamu. Mwanadamu anajaribu kujifunika ili asimame mbele ya Mungu. Tuone vile Biblia inasema, kitabu cha Isaya 58:6, nyavu zao hazitakuwa mabasi, wala watajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya dhalimu viko mikononi mwao. Maandiko inasema nyavu zao hazitakuwa mabasi, wala watajifunika na kazi zao. Kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya dhalimu viko mikononi mwao. Kwa hivyo wakati unaposimama mbele ya Mungu, unataka kufunika dhambi yako na kazi yako, matendo yako. Hivyo ndivyo Mungu anavyoona kulingana na neno lake. Tuangalie kitabu cha Isaya 30 mstari wa 1. Tuone vile Biblia inasema, ole wao watoto waasi, asema Bwana, watakao masauri lakini wataki kwangu, wajifunikao na kifuniko lakini si roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Kwa hivyo kifuniko ambayo si roho ya Mungu ni
ni matendo yako, kutubu kwako, kuomba kwako. Hiyo ni kifuniko ambayo si kifuniko sa Roho wa Mungu. Hii ni kifuniko akiwezi kufunika dhambi. Hata Adamu alipomwasi Mungu, Adamu alivunja majani ya miti ili ajifanyie nguo. Iliweza kufunika usi wake. Matendo yako, juhudi yako, maombi yako, kutoa kwako, kufanya mambo yako mazuri, kufanya vyema, kutenda vizuri, hakuwezi kufunika dhambi yako. Sisemi usitende vizuri, hapana, usinielewe vibaya. Simaanishi Mungu hataki utende vizuri, simaanishi Mungu anataka utende vibaya, hapana, lakini matendo yako na juhudi yako na tabia yako si njia ya kukupatia wokovu. Sio njia ya kupatia msamaha wa dhambi. Haleluya. Hii ni njia ile mwanadamu anatumia na Mungu ameikataa. Sasa Mungu anataka utoke katika njia yako. Isaya 55:7, maandiko yanasema mtu mbaya aase njia yake, mtu asiye haki aase mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Kwa hivyo tunapotoka katika njia yetu ya kujaribu kuwasiliana na Mungu kwa njia ya matendo yetu, kwa njia ya kuomba kwetu, tunapotoka katika njia hiyo, tunarudi katika njia ya Mungu, na tunaporudi katika njia ya Mungu tunakutana na Yesu Kristo. Haleluya. Tunapokutana na Yesu, kuna kazi Yesu anatufanyia. Kazi kabisa hatungeweza kufanya. Hata tungetumia mbinu aina gani hatungeweza kufanya. Hatungeweza kuondoa dhambi zetu. Wakati unapotambua sina uwezo, sina nguvu ya kuondoa dhambi zangu, hapo ndio umefika mwisho na umemgeukia Mungu, na ugeukia Mungu utamuona Yesu Kristo. Angalia Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone vile Biblia inasema. Kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone Biblia inatufunza namna gani. Matendo ya Mitume 20:21, nikiwashuhudia Wayahudi na Wagiriki wamtubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Nikiwashuhudia Wayahudi na Wagiriki wamtubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha wewe utoke katika njia yako. Yaani umgeukie Mungu. Ukigeukia Mungu utamwamini nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Tuone ukimwamini Bwana wetu Yesu Kristo ni mambo gani yanafanyika? Ni mambo gani Yesu anafanya unapomwamini? Matendo ya Mitume 10:43. Huyu manabii wote wamemshuhudia kwamba kwa jina lake kila mwaminie apate ondoleo la dhambi. Huyu ameshuhudiwa na manabii wote ili kila mwaminie apate ondoleo la nini? Ondoleo la dhambi tunaweza pata kati ya sisi na Mungu. Atiate kaba ato na Mungu. Tuomba kuona kwebukwa mesia na njirereko. Na njira ya kwera Mungu akurekere kana na njira ya Yesu Kristo. Njia gani tunaweza tumia ili tuweze kupata ondoleo la dhambi kati ya sisi na Mungu? Tunapomgeukia Bwana wetu Yesu Kristo, tutaona dhambi zetu juu ya nani? Ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alidhihirisha, Mungu alionyesha pendo lake kwetu wakati gani? Tulipokuwa wenye haki ama tulipokuwa mtungali wenye dhambi? Ni lini Mungu alionyesha pendo lake? Warumi, tusome Warumi. Tuangalia hapo sisi sote, mpendo mtazamaji pia unaweza ungana nami katika hilo neno. Warumi 5:8, na pia wewe uko hapa kanisani, angalia uone ni wakati gani Mungu alionyesha pendo lake. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, Kristo akafa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi, Kristo akafa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye. Kwa hivyo dhambi kati yangu na Mungu iliondolewa na nani? Na Yesu Kristo. Haikuondolewa na juhudi yangu, haikuondolewa na maombi yangu, hapana. Yesu Kristo aliondoa dhambi zangu mara moja na milele. Kwa hivyo sifai kwenda kuombea dhambi yangu. Na tuone vile Yesu aliondoa hii dhambi. Tuangalie kitabu cha Luka. Tuone kama kati ya mwanadamu na Mungu na Yesu Kristo, nani Mungu anasikiza siku zote? Atateka muntu na Yesu. Nuri kumurungu athikirasia. In Yesu sawa? Hata no Yesu arombere. Ukiangalia katika kitabu cha Luka 23:34 inasema, Yesu akasema, Baba uwasamehe. Yesu alisema namna gani?
aliambia nani? Aliambia Baba. Akasema, Yesu akasema, Baba uwasamehe. Yesu aliposema Baba uwasamehe, wakati Yesu aliomba Baba na akasema Baba uwasamehe, Mungu alisikia? Mungu alisikia? Hebu tuangalie kitabu cha Yohana. Tuangalie kitabu cha Yohana 11. Tuone vile Biblia inasema. Kitabu cha Yohana 11 41 na 42 inasema, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia. For the two, maana najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa sababu ya mkutano huu wanaohudhuria nilisema haya ili wapate kusandiki kwamba ndiwe uliyenituma. Nami najua ya kuwa unanisikia siku zote. Mungu anasikia nani? Yesu siku zote. Haleluya. Na tuliona Mungu asikii maombi ya nani? Ya mwenye dhambi. Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu aliweza kumsikia. Ukiangalia hapa Biblia inaweka tofauti kati ya wale Mungu anasikia na wale asikii. Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu na mwenye kufanya mapenzi yake msikia huyo. Tunajua ya kuwa Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi, lakini mtu akiwa mcha Mungu na mwenye kufanya mapenzi yake msikia huyo. Nani anayefanya mapenzi ya Mungu? Watu wengi wanafikiria kufanya mapenzi ya Mungu ni kuomba, kutoa sadaka, kusaidia wasiojiweza, kwenda kanisani. Wanafikiria hiyo ndio kufanya mapenzi ya Mungu, lakini hiyo si mapenzi ya Mungu. Nani anayefanya mapenzi ya Mungu? Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 38, alisema namna gani? Tuangalie hapo tuone bila alisema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Yesu alikuja kufanya mapenzi ya Mungu. Na ukiangalia katika mapenzi hayo katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10 nasema, katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Mara ngapi? Mara moja tu. Kwa hivyo Yesu aliomba usamehewe. Umeamini umesamehewa? Mungu alisikia ama hakusikia? Sasa kuna mwingine anaondoa Yesu, anapoondoa Yesu anaenda kwa Mungu. Anaambia Mungu nisamehe. Na Yesu alisema, Baba wasamehe dhambi hii. Wasamehe. Yesu aliomba usamehewe, lakini hutaki maombi ya Yesu, unataka maombi yako. Ondoa maombi yako, weka maombi ya nani? Yesu alisema Baba wasamehe. Baba alisikia ama hakusikia? Yesu alisema najua Baba unanisikia siku zote. Hata hiyo siku Yesu kabla hapo msalabani aliomba na akasema Baba wasamehe dhambi hii. Wangapi wameamini Yesu amewasamehe dhambi zao? Dhambi zenu zote zimefanya nini? Zimesamehewa. Hauna dhambi kati ya wewe na nani? Kati ya wewe na Mungu hakuna dhambi. Sasa umepatana na Mungu. Tumebaki mimi na wewe. Umebaki nani? Mimi na wewe. Juu nimesamehewa sitakukosea. Juu nimesamehewa nitakukosea ama sitakukosea? Bado nitakukosea. Na nikikosea, hapa Yesu akafundisha akasema, jilindeni. Anafundisha wanafunzi wake njia ya kulinda, ya kujilinda katika maisha yao. Unaweza linda moyo wako namna gani? Kujilinda ni wakati ndugu yako anakukosea na anapokuja kwako anaomba msamaha, unafaa umsamehe. Haleluya. Akasidi kufundisha, kama akikukosea mara 7 katika siku moja na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Mara ngapi? Haleluya. Sasa kuna mtu anasema mimi nimesamehewa na Mungu, lakini mtu akinikosea mara 2 3 siwezi msamehe. Wewe hujasamehewa. Au yafanya nini? Umesamehe. Unajua msamaha ni nini? Msamaha ni kupokea moyo wa yule aliyekusamehe. Hebu tuone moyo wa yule aliyekusamehe. Tuone ama tusione? Angalia hapa. Mathayo 18 mstari wa 22.
Yesu akawaambia, sikuambii hata mara 7, bali hata mara 7 sabini. Sikuambia hata mara 7, nakwambia ni mara 7 sabini. Yesu akatoa mfano. Sikiza hapo ndio unafaa usingatie sana. Yesu akatoa mfano, kwa sababu hii ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Mfalme ni Mungu, wafanyikazi ni sisi. Mungu anataka kufanya hesabu na sisi. Wewe nilikusamehe, na wewe je? Kuja hapa tuone hii hesabu kama itaingiana. Hii hesabu kama itaingiana, nilikusamehe, na wewe je, umesamehe wangapi? Umebeba wangapi? Haleluya. Ndani ya moyo wako umebeba watu wangapi? Kwa nini huna furaha? Kwa nini huna furaha na moyo wako uyasangamka? Umebeba watu ndani ya moyo, umeyasa mpaka wamefika hapa. Unaweza kuwa na furaha kweli? Kwa nini? Kuna watu wamekukosea, kuna watu wamekufanyia mabaya, lakini huyo wasamehe. Niwaulize, nikuulize mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani, unafaa kusamehe lini? Wakati yule amekosea, amekuomba msamaha, ama kabla hata ya kuomba msamaha? Unafaa usamehe mara 7 sabini. Inamaanisha au usiombe msamaha, usamehe hata bila kuomba msamaha. Nimekusamehe. Hata huyo mwenye amekukosea, yule hata amekukosea, umemsamehe. Ni wewe umeona umekosewa, lakini unasamehe. Kwa hivyo ndani ya moyo wako, yule ambaye amesamehewa anatembea na moyo wa kusamehe wale wanaomkosea, kwa sababu alijifunza. Neno linasema kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29 inasema, mjifunze kwangu. Kujifunza kwa Yesu, hakutuhesabia dhambi, alitusamehe dhambi. Hakuhesabu dhambi, alitusamehe dhambi. Na wewe kama unajifunza kwake, unahesabu ama unasamehe? Haleluya. Mkajifunza kwangu, ndivyo Yesu alisema. Ujifunze kwake. Yesu hakuja kuhukumu mwanadamu. Wewe ulikuja kusamehe, wewe ulisamehewa uhukumu ama usamehe? Hapa ndio kuna shida kwa wale ambao ni wenye haki, wale wamesamehewa dhambi zao. Hapo kuna shida. Kuna shida gani? Wao wanaishi kifua wazi, nimesamehewa hata nikifanya nini, hata nikikuua, hata nikifanya nini, hata nikifanya nini. Kwa sababu gani? Ayapokea moyo wa yule aliyemsamehe. Kama ulipokea moyo wa yule aliyekusamehe, unaenda na huo moyo ukisamehe wale wanakukosea, na hapo utakuwa na furaha. Haleluya. Utakuwa na furaha kibao ndani ya moyo wako. Lakini unayo furaha? Uliza yule ako karibu na wewe, mahali popote ulipo, kama mko kwa hoteli, kama mko kwa nyumba, uliza yule mko karibu na yeye, ulize, una furaha ndani ya moyo wako? Nini inanyima furaha? Nini inakunyima furaha ndani ya moyo wako? Ni wale watu umebeba ndani ya moyo wako. Waweke chini, ubebe Yesu Kristo. Na kuwaweka chini ni kuwasamehe. Ulisamehewa lini? Mungu alikusamehe hata kabla wewe kusaliwa, hata bila wewe kujua. Alikuwa ameua Yesu Kristo. Yesu alikuwa amefanywa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Alikuwa amekusagua na akakutakasa hata kabla ya kusaliwa. Aliambia Yeremia, nilikusagua na nikakutakasa ukiwa katika tumbo la mama yako. Kwa hivyo ulitakaswa lini? Hata kabla ya kusaliwa. Huyo Mungu aliyekusamehe dhambi kabla ya kusaliwa, huyo Mungu unafaa ujifunze kwake, utembee na moyo wa kusamehe wale wanakukosea. Amen. Usiende kuomba msamaha kwa Mungu, omba kwa yule aliyekukosea. Omba yule ambaye ulikosea. Mwambie, ndugu yangu, dada yangu, nilikukosea, naomba unisamehe. Ukaendia mesia yarothukirie muntu uyaendeke Murungu na kurekere mesia, uwe karombe urekeri urothukirie. Enda kwa mwenye umekosea. Hebu tuangalie hii hadithi. Biblia inatufunza kwa dakika ambazo zimebaki. Tuangalie alipoanza kufanya aliletewa mmoja mwenye deni ya talanta 10,000. Akiwa akifanya hesabu yake, akaletewa mmoja anamdai talanta 10,000. Talanta moja ni kama 5,000, ni kama 5,000. Kwa hivyo anadaiwa pesa ngapi? 50 million. Ako na deni ya 50 million. Akifanya hesabu akaletewa mmoja ambao ako na deni ya 50 million.
alipoletewa, naye alipokosa sa kulipa, bwana wake akaamuru auswe yeye, mke wake na watoto wake na vyote alivyo navyo, ilipo ile deni. Bwana wake aliamurisha namna gani? Huyu auswe na mke wake na watoto wake na kila kitu alicho naso, ilipo ile deni. Wewe ungeuswa, mke wako auswe, watoto wako wauswe, na chochote ulicho naso, ungeweza kulipa deni ya dhambi? Au ungeweza kulipa? Haleluya. Kwa hivyo angalia mstari wa 26. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akasema, Bwana, vumilia nami nitakulipa yote pia. Akamwangukia akamsujudia akasema, Bwana, vumilia nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Bwana wake akaangalia akaona, huyu ananiambia nimvumilie, atanilipa na nini? Hana uwezo wa kulipa. Hata yeye auswe, mke wake auswe, watoto wake wauswe, na chochote alicho nazo hawezi lipa hii deni. Bwana wake akafanya nini? Bwana wake akamhurumia. Haleluya. Bwana wake alipomhurumia akamfungua. Bwana wake akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Haleluya. Amesamehewa ama yasamehewa? Bwana wake amemhurumia ama yamhurumia? Bwana wake amemfungua yamfungua? Amemsamehe ama yamsamehe ile deni? Amemhurumia, amemfungua, amemsamehe ile deni. Tuangalie 28. Mtumwa yule akatoka, akamuona mtumishi wake aliyekuwa na dinari 100, akamkamata, akamkaba koo, akasema, nilipe unaso daiwa. Mtume yule aliondoka kwa bwana wake. Bwana wake ameshamesamehe talanta 10,000. Sasa kuliko akae kwa bwana wake, akatoka. Kama vile Kaini aliposamehewa, alitoka mbele ya uso wa Bwana, akaenda Nondo, akajenga mji, akajiwekea ulinzi yeye mwenyewe. Huyu ni mtu ametoka kwa bwana wake, ameenda akitembea, akakutana na mtu aliyekuwa na deni yake ya dinari 100. Alisamehewa 50 milioni. Ile 50 milioni, ndani ya ile 50 milioni, hii senti 100 ilikuwa ama haikuwa? Ilikuwa ama haikuwa? Ilikuwa pale. Kuliko yeye atoka aone, ile 50 milioni, hata hii dinari 100 ilikuwa pale, wasa nisamehe huyu ninayemdai. Yeye alimkamata, akamkaba koo, wewe nilipe. Na hiyo alisamehewa 50 milioni. Na hii dinari 100 ni kama shilingi 75. Yaani ukarekerwa milioni 50, watiri manamundo kama shilingi 75. Kama mkutha kutho nkingo geria no korea kana kwende ndene. Haleluya. Angalia mstari wa 29. Basi mtumwa mwenzake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, vumilia nami nitakulipa yote pia. Akamwambia, vumilia nami nitakulipa yote pia. Kama angesikia hiyo sauti, bila aliongea na bwana wake. Bwana wake aliposikia hiyo sauti, alimhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Na yeye kama angesikia hiyo sauti, angesema namna gani? Angemuonea huruma na angemfungua na msamehe. Lakini mstari wa 30 inasemaje? Lakini hakutaka, akaenda akamtupa gerezani hata atakapoilipa ile deni yote. Alifanya nini? Alimpeleka gerezani, akasema mpaka alipe ya mwisho. Huyu anasema ni nani? Yule aliyesamehewa talanta 10,000. Aliposamehewa talanta 10,000, ukiona ile kazi anafanya kazi ambayo aliona kwa bwana wake. Sasa kuna watu wengi wamesamehewa, lakini hawafanyi kazi walioona kwa bwana wao katika maisha yao. Wewe ulikuwa na dhambi, ulikuwa uhukumiwe jehanamu ya milele, lakini bwana wako akakuhurumia, akakufungua, akakusamehe. Ungeona, kama angeona hiyo, angepeleka huyo gerezani. Lakini yeye aliona yale alifanywa na bwana wake, lakini hakujifunza moyo wa bwana wake. Jua kujifunza mstari wa 31. Basi watumwa wenzake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Walipoona yale huyu mtumwa bila
alifanya, watumwa wenzake walienda wakaeleza bwana wao yote yaliyotendeka. Late tu. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa muovu. Angalia mtu yule aliyesamehewa. Sasa hivi bwana wake anamuita nani? Wewe mtumwa muovu, alisamehewa ama kusamehewa? Aliposamehewa alitoka akisema, mimi ni mwema, mimi ni mwenye haki, mimi sina deni, mimi sina dhambi. Si ni kweli? Alitoka akisema hivyo. Lakini hapa bwana wake anamuita mtumwa muovu. Nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisi. Nilikusamehe ile deni yote uliponisi. 33. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mtumwa mwenzako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Kwa hivyo kile uliona Bwana alikufanyia, bila alikusamehe bila masharti, bila akukuhukumu, pia wewe uwe na huo moyo wa Bwana wako. Haleluya. Uwe na huo moyo wa nani? Bwana wake akakadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni yote. Bwana wake aliyemsamehe ameamuru afanye nini? Huyo mtu alikuwa amesamehewa, saa hii ako wapi? Yule mtu aliyesamehewa ako wapi? Ako jehanamu. Hapa ameenda jehanamu kwa sababu gani? Hakupokea moyo wa Bwana wake. Moyo wa Bwana wake ni kusamehe, na yeye hakupokea huo moyo. Haleluya. Angalia 35 tukimaliza. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu na ndugu yake. Baba yangu wa mbinguni ndivyo atakavyowatenda ninyi msiposamehe ndugu yenu kwa mioyo, si kwa mdomo. Ati nimekusamehe lakini hatutawahi tembea pamoja, nimekusamehe lakini hatutawahi kula pamoja, nimekusamehe lakini hatutaongelezana. Hiyo si kwa moyo. Haleluya. Nikusamehe kutoka ndani ya nini? Leo wale wote wamekukosea, hata kama hawaya kuomba msamaha, wasamehe. Haleluya. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Tukutane siku ya Ijumaa ili tuendeleze program hiyo imebaki. Nimekufundisha kidogo na ninaamini kwamba Friday inayokuja tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Mungu akubariki. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tuna sifa nyingi na shukrani nyingi kwa upendo mwingi uliodhihirisha kwetu. Ukatuma mwana wako Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hakufa kwa sababu yetu, kwa sababu tulikuwa wenye haki, tulikuwa watu wachafu, watu ambao wamepotoka, lakini alitupenda tukiwa hivyo na akachukua dhambi zetu na akaangikwa msalabani, na kwa msalabani akatangaza yote yamekwisha. Na tumeona vile alitupenda tukiwa watu waovu. Ametufundisha kupenda wale wametukosea. Sio wale tu hawayatukosea tuwapende, ni wale pia wametukosea tuwapende na tuwasamehe kwa moyo. Asante kwa sababu umetufundisha moyo wako, na Bwana majeshi ndivyo unavyotaka tuishi na ndugu zetu na dada zetu. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Nimetuaga mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Amen. Amen.